Na mtazamaji, kama kawaida siku zote tunawaletea show bab kubwa hapa ndani ya Upishi Nyumbani. Hii leo tumeweza kufanikiwa kukua na mgeni wetu rasmi ambao ni mpishi bora, mpishi bomba katika masuala ya upishi nyumbani. Hii leo tumebarikiwa kuwa na mwenzetu ambaye atakuwa anajitambulisha muda sio mrefu, ambapo leo tutakuwa tunaangalia mambo yalivyo hapa mezani. Kama unavyoona mtazamaji, kuna mambo ambayo tumekuandalia hapa, lakini kabla tuendelee, manake mimi sijaelewa ni nini ambacho kiko hapa. Lakini sasa tuko na mwenyeji ambao ni mpishi hodari kwenye masuala ya upishi atakuwa anatuweza kutuelezea mengi zaidi. Karibu sana. Nashukuru sana mtangazaji Emmanuel. Leo kwa majina vile mlivyoambiwa na mtangazaji, naitwa Francis Mwita. Mimi ni chef na napenda kupika sana. Leo tutapika nyama ya nguruwe ama pork meat. Sababu watu wengi hawaelewi kuipika. Lazima wanafikiria lazima uchemshe nyama ya nguruwe, upike muda mrefu sababu ya vidudu. Lakini kwanza nguruwe zetu zenye tunapofuga kama Farmers Choice, tunaifuga kwa miezi 6 hadi 7. Hiyo nguruwe nyama yake inakuanga ni laini na ina ladha. Kwa sababu gani? Pia kuna feeds ambazo tuna feed hizo nguruwe, tunapatia chakula ya nguruwe hizo virutubishi sasa. Alafu so sio kama vile unachukua makombo pale nje nini unazipa. Hata mtu akiona hivyo nguruwe anaona hapana, siwezi kula nyama. So unaona hii nguruwe yetu ni changa. Miezi 6 ni sawa umepanda mahindi yamekuwa. Kwa hivyo nyama ya nguruwe yetu ni nzuri sana. Na pia hatutumii mambo ya spices nyingi sana kwa sababu hapa tuko na rosemary hapa. Kila mtu anajua rosemary, lakini watu wengi hawajui umuhimu ama faida ya rosemary. Wanajua ni maua. Rosemary utaweza tumika kwa kupikia chai au kwa mboga. So rosemary inasaidia kwa brain. Mambo ya kusahau ni vigumu sana. Hapa ni kitunguu chekundu ama kitunguu maji. Hiyo tunatumia kukanga. Tumekuja kwa garlic ama tunguu saumu hapa. Tunaweka pia hapa pamoja. Tumekuja na ginger ama tangawizi. Iko hapo na grate kidogo. Hii nyama hii ni quarter ya kilo. Hii ni nyama ya pork. Hii ni ya Farmers unavyoona. Na pia ukumbuke nyama ya pork huwa ni white meat. Na unakuwa recommended ama wadaktari wanasema mule nyama nyeupe kama samaki, sungura na nguruwe pia. Unaona? Na ukitaka kujua kwa mfano mtangazaji, ukitaka kujua kwa mfano kama hii nyama utajuaje ni nyama nzuri ama nini? Tembelea maduka yetu kama Quickmart, Carrefour ama Naivas. Na unapopata ile nyama ya Farmers Choice kwa mfano iko sio nyekundu na haina mafuta, lakini iko na ngozi kule juu. Ujue hiyo nguruwe amelishwa kiubora na kiufasaha kabisa. So saizi tutatumia mafuta hizi. Sasa mafuta hizi naona haina tofauti ama hebu tuanze na hii. Hii inaitwa virgin oil ama mzeituni. Kumbuka mzeituni ni mti uliobarikiwa na Mungu. So hii mafuta kwa sababu gani nimekuja nayo hapa, tutaweza tumia hapa, lakini pia ni bei ghali, sio kila mtu atajimudu. Ndio nimekuja na hii hapa Cooking Captain. Hii tunatumia kwa sababu baada ya nyama imeiva utaweza weka dressing, utaweza weka hata kwa mboga. Sababu gani? Inasaidia kusiwa na mafuta mengi ndani ya moyo. Pia inalainisha ngozi yako. Unaona, unalainisha ngozi yako. Hii ni mafuta ya kawaida Captain. Haina cholesterol vile. So tunatumia hapa na kutumia kwa nguruwe. Mtu haamini kwamba nguruwe lazima uweke mafuta kidogo. Wanasema tu nguruwe inajikanga na mafuta yake. Hiyo ni kasumba tu. Ni kasumba? Sio hivyo. Hii ambapo hii unaona nimetumia natural spices, lakini hii inaitwa dark soy sauce. Sasa hii umuhimu wake ni ile unaweka inaledha kaladha. Hata si lazima utumie chumvi. Hapana, unaweka kidogo tu. Nitaweka hapo utaona. Ndo hivyo. Na mtazamaji, kama unavyosikia Francis Mwita ametuelezea masuala mengi kuhusiana na upishi huu. Ametuelezea viungio ambavyo wewe huchanganya huko nyumbani. Lakini huu ni upishi ambao una utaratibu wake mtazamaji, kama unavyoona.
yupo tayari kutuandalia maandalizi kabambe, ambapo hapa ndo Upishi Nyumbani tunawaletea kutoka runinga ya EBN, ambapo tunawafunza kuhusiana na mapishi bomba yenye afya na ubora wake na umuhimu wake kwenye mili zenu wakati mnapotumia chakula hiki. Lakini kwa leo ameweza kutuletea nyama ya nguruwe, meat pork, ambayo tutakuwa tukiweza kutengeneza hapa, nikiwa mojawapo nikishughulikia kuangalia ni nini haswa anachoendelea kukifanya hapa. Manake nipo tayari kuangalia angalau baada ya hapa naweza kwenda nikajitengenezee nyumbani. Manake watazamaji wanazidi kutazama huko wakitusikizia, pia wanaangalia mambo jinsi yalivyo. Na moja kwa moja mtazamaji, hebu tuangalie jinsi anavyofanya, akituelezea moja kwa moja ni kitu gani anaanza nacho, alafu tukisonga mbele. Na Francis, sasa hapo unapofanya hivi inakuwaje hapa? Sasa ni kama hapa tunasema una marinate. Una marinate hii. Unafanya hivi, unafanya hivi. Unaona vile imebadilika. Na ina mvuto wake jameni. Imeanza kuleta. Na itakuwa na ladha. Unachukua katangawizi kidogo. Unaweka hapa. Hapa hii ni tunguu saumu. Kiasi tu. Nakumbuka saa hizo nishaweka hapo kitunguu changu, kitunguu maji. Sasa kitunguu maji ndio unaanza naje bila kuweka mafuta? Bila kuweka mafuta. Unaanza sababu unajua kitunguu maji kinakuanga na maji kidogo. Alafu baadaye unaweka hapo tu mafuta kidogo tu, kidogo ya haja yani. Unaona hapo sasa nimemarinate nyama yangu ya nguruwe hapo. Ya nguruwe tayari mtazamaji, kama unavyoona asha marinate nyama yake, imekuwa sawa, imeleta sura nyingine kama yenye imeiva kidogo mtazamaji. Kumbuka umetuambia hii ndio unaitumia. Inaitwa dark soy sauce. Dark soy sauce. Unaona vile nyama imebadilika, inakuwa inaleta rangi ya nyeusi. Alafu pia kuna hii inaitwa red capsicum. Inatumikaje? Inatumika, hii ni nzuri kwa mwili. Wale watu wanataka kama kuslim pia inasaidia na ina manufaa yake. Sasa sisi wenye tuko slim tukitaka kuongeza sasa labda sasa tunakata hivi, unaikata kwa njia mufti vizuri, labda tuweke hii kando. Pia itasaidia hata ku decorate. Unaona? Nzuri. Kata hivi. Pole tu. Taratibu, usijikate, kisu kina mche mkali sana. Unaona? Kata hivi. Na mtazamaji asije ajaribu kukata hivi, manake hii kisu ukiangalia hivi, hii njia ya kukata hii ni ufundi hapa kabisa. Geuza hapa hivi. Unakata kwa vipande vidogo kabisa. Vidogo tu. Alafu na hii pia unaikata vizuri. Unaikata vizuri. Naam. Sasa wakati unaangalia kitunguu chako kisiungue sasa. Moto unapunguza kidogo. Moto ni hivyo tu. Alafu unachukua ile kitunguu yako saumu iliyobaki hapa kidogo, unaongezea kiza ndani. Unachukua ile hii tangawizi unaweka hapo ndani. Kiasi cha haja. Kiasi tu. Rosemary pia nayo unaweka hapo. Jameni, rosemary ni muhimu sana kwa miili zetu. Rosemary ni nzuri kwa miili zetu na kwa akili zetu. Mtazamaji, rosemary ni hapa ambayo anaizungumzia. Wengi wanapanda kama maua. Na wengi wanaipanda kama maua. Ametuambia ina manufaa na kutengeneza chai. Chai. Hebu karudia kuhusiana na matumizi yake haya. Hii rosemary ni mmea ama ni mti ambao wanapanda kama maua nyumbani. Pia mkumbuke mtazamaji ni kwamba kama uamini, hii rosemary ukivuna nyingi hivi ukiweka, inzi zinatoroka. Inzi ipendi harufu ya rosemary. So ni mmea ambao una manufaa sana. Kama unavyosikia mtazamaji, hapa mambo yamekuwa manake imeanza kunukia kwa hali ya haja. Utakavyokuwa ukitazama ni kwamba mambo yanakaangika huku kabisa. So na mbona mafuta imekuwa kidogo? Sababu sasa hii mafuta haina haja. Unajua mili hata ifai mili yetu tumia mafuta mengi. Mafuta kidogo tu. Nimeanza kumeza mate bana, hiyo harufu inatoka mzuri. So mtazamaji, kama unavyoona hapa, haya ni maandalizi mafupi tu ya kutengeneza nyama ya nguruwe, ambapo unajua watu wengi wanadhani kwamba ukitumia spices nyingi ndio chakula kitakuwa kitamu. Hii nakwambia hata jirani hapo watasikia kulikoni. Ndio spices kidogo tu hapa, kidogo tu, na ile natural. Ile kitu nimetumia tu tofauti ni
niyo mafuta. Alafu kuna mtazamaji huko anatuangalia na shangaa, haoni nyanya hapa. Hapana. Haoni nyanya. Nyanya hii tunatengeneza wet fry. Wet fry. Isikuwa na urojorojo mwingi, maji mengi sana. Hapana. Ndio. Okay. Na mtazamaji, mimi naona hapa mambo yanavyokwenda sana. Sasa unavyofanya hivi mimi nashangaa. Sasa hii mafuta utaiwekea saa ngapi sasa? Hii olive oil. Hii olive oil ni 1600. Sasa kwa sasa hivi kwa ukaango wako unaweka saa ngapi? Hapana. Hii nitaweka baada ya kumaliza kuiva. Na pia kuna mbegu fulani nimekuja nazo hapa. Labda watazamaji watashangaa, wataangalia ndizo hizo hapa, unaona? Hizi mbegu watu wengi wajua muhimu wake. Hizi mbegu zinaitwa sesame seeds. Ama kwa Kiswahili watu wengi wanajua kama simsim. Baada ya nguruwe kuiva, nyama ya nguruwe unawekelea juu. Nakelea tu juu. Ndio. Ina muhimu sana kwa miili zetu. Sasa mafuta imeshakuwa tayari mtazamaji. Sasa ni kuweka ni yetu hapa. Ndio hizi mtazamaji. Taratibu hapo hivyo. Na mtazamaji, nyama ishawekwa tayari. Sasa ndio unageuza taratibu pole kwa muda wa dakika 20-25. Nyama ya nguruwe itakuwa iko safi, sababu hii haihitaji uchemshe. Na watazamaji, nimewaambia hii mfugo inafugwa kwa njia sahihi. Kumbuka, nyama inakuwa ngumu wakati mfugo anavyokuwa anatembea. Anapokuwa anatembea, ile misuli inajikaza, so nyama inakuwa ngumu. Lakini kumbuka, hata nyama mfugo ambao unalishwa hapo kila chakula ni hapo, kila kitu ni hapo, inakuwa nyama yake inakuwa ni laini. Na mtazamaji, harufu ambayo inatoka hapa ni nzuri sana, maana yake inavutia kweli. Inavutia. Mandhari haya ni mazuri sana mtazamaji. Na pia kumbuka, unapokuwa unatumia hii dark soy sauce, uonje kabla ya kuweka chumvi. Yenyewe ina chumvi. Kwa hivyo uwe makini, usije karibu sherehe, watu wataweza kosa kula kitoweo hicho. Kwa hivyo chumvi hii unaiweka baada ya nitaweka kidogo na unaweka kidogo tu, si mingi vile. Sio mingi vile. Unaona vile nyama inavyovutia.